Na mama wewe pia, na niliongea na wewe nikakwambia hapa kuna kitu kinaendelea. Wewe unajua kitu gani kinaendelea hapa kwa hii nyumba? Huyu kijana nilimshuku sana, wakati wewe umeenda pale unainama kijana naangalia makalio yako. Kijana, wewe ulikuwa unataka mke wangu pia? Mama Aiba. Msichana wetu amekaa kama pigi simu. Kunaendaje jamani? Haki sijamsikia. Hata juzi nilijaribu kuwapigia. Simu yake haiendi tu. Sasa sijui shida yake ni nini. Unajua shida yake ni nini, na wewe ndio mtu wa kwanza kukubaliana na yule gaidi? Mimi sikuona kiwa gaidi, Baba Aiba. Mbona kupigiangi simu? Na wewe jamaa shakupigia simu? Mtu akiwa katika hali ya chini haimaanishi gaidi. Hata wewe ulianza chini. Sasa ni Mungu upangia maisha yako. Lakini paka ujue maisha mtoto wako anaendeleaje. Hizi siku 3-4 sijamuongelesha. Na simu yake nilisikia iliharibika sana, natumia ya mmewe. Sasa na ni kijana wangu siwezi kumpigia. Hebu nipatie namba ya huyo gaidi. Dad. Sema kitu. Mama. Karibu. Umeshindaje dad? Niko salama na wewe? Niko poa. Simwamisi. Hata mimi nimekumisa. Alafu dad, mama. Kuna mtu nataka ni introduce. Mtu gani tena? Mchumba wangu. Mchumba wako? Unataka kuolewa? Ama boyfriend? Si boyfriend, tumekaa naye sana. Ni wasichana wangu umeamua kuniacha peke yangu. Juzi dada yako hapo naye akakuja na boy wake hapa anataka kwenda kuolewa. Wewe pia saizi unakuja na mambo yako ndio kuintroduce. Mnataka kuniacha peke yangu hapa? Sasa dad, unataka tukae naye mpaka lini? Kwani mmekosa kitu ya kukula hapa? Si hivyo dad, lakini nimepata mchumba ni mzuri. Umekutana naye wapi? Ama ni hao mitandao ni hao? Ulikutana naye wapi? Town. Yeah. Unamjua asilimia ngapi huyo? Sije ukaniletea majambazi hapo. Si jambazi. Anafanya kazi gani? Ya bakery. Bakery. Ameajiriwa? Yeah. Mama Aiba. Naam. Hao watoto wana shida gani? Juzi ndio yule Aiba naye ndio huyo katoka. Saa hizi wao wampigia haya simu azingie. Kate naye ashaanzana. Sasa naye Kate si umeanza haraka sana. Si ungekaa hata mwaka uende mwaka ujao. Acha nionyeshe hata. Saa hizi Kate naye ananiambia nataka kuleta mchumba wake hapa. Kate nini umekosa jamani? Dad si mbaya ndio huyu hapa. Nini dad? Mama Aiba. Naam. Si yule gaidi. Usinule kijana. Dad na mama, ndio yule kijana nilikuwa nawaambia nilikuwa naleta. Nikuje kuintroduce kwake. Tumeongea na yeye, tumeelewana tunataka kuoana. Si ndio? Dad, mnamjua? Mama, mnamjua? Si yule kijana. Kijana mgani? Ama naona nini jamani? Baba Aiba akampigia simu ukamuite hapa tumuulize. Mama, mnamjua huyo? Hebu ngoja. Mbona mnataka kunipatia pressure kwa hii nyumba jamani? Mbona mnataka kunipatia pressure kwa hii nyumba? Jana nipigie nambaki, hata nambaki nilisave tu gaidi. Halo kijana wangu. Habari ya mchana? Nilikuwa nataka nikuone kidogo. Uko town ama uko wapi? Kama unaweza kuja tu, kuna kitu mtaka tuongee kama kijana wangu. Dakika ngapi? Unachukua Uber? Sawa. Kuja tu baba. Okay. Sawa. Amenambia
ako town, alikuwa ameenda kubadilisha nini hizi vitu za screen protectors nini. Screen protector anakuja tu. Unajua hizi vitu wewe ndio umeleta. Baba Iba, mimi niliona nilikuwa nadhani wewe ndio uliruhusu yule msichana kaolewe, sio mimi. Sasa unakuja unaniambia ati wewe unapigia simu azingi, unapigia simu siku 2-3 azingi. Sasa Baba Iba, mimi ningefanya nini? Ilikuwa chaguo lake. Ni chaguo lake, lakini wewe ndio kamruhusu. Mimi si nilikataa. Sasa unaona saizi hapa mimi kikuja nisifikiria venye ninavyofikiria Mama Iba. Nisifikirie venye ninavyofikiria. Haya, wewe fanya tu mzaa. Maana siku hizi wewe umekuwa saizi msichana wangu Kate naye ashakwambia tayari hapa atakuja kuleta mtoto. Badala mkanya asubiri atulie baada mjue mtu wewe ashapenda. Naona unanyenyekea tu ushakubali. Sasa Baba Iba, unawezaje kuamulia mtoto kwa yule msichana mwingine nani? Haiba nani alimwamulia? Ni yeye mwenyewe alijichagulia. Akatuletea nyumbani. Sasa Kate naye pia amejiamulia, pia wewe unasisitiza tu ni sawa. Karibu. Mambo. Karibu. Mambo dada. Nzuri. Mimi ndio nilikuja. Unaendeleaje? Niko poa. Uko salama? Uko salama. Uko vizuri ama mko na tunashukuru Mungu. Mko sawa? Sana unaendeleaje? Sana kwa sawa. Mbona siku hizi tangu mchukue hata simu yenyewe tukimpigia apokee? Sasa mahali tulihamia network inasumbuana kidogo. Network inasumbuka kila siku. Sometimes inaweza kuwa anakuambia ni mteja kumbe iko on. Juu kwa sababu hizo network. Si Mama Iba amesema amekuwa akiwapigia simu huko. Umesema siku ngapi? Mara mteja siku 4-3 hivi. Mteja baadaye ndio naona ikinirudishia, nilijaribu kuwatafuta. Sasa mkiwa wateja huko mmeanza kulia network, tutajuanga hali zenyu ziko vipi? Na ni vizuri kuwajulisha hali. Tajikule tutakuwa tunawakoni. Hii network yenu ndio inasumbuanga tu kwa kwenye. Mnaishi wapi kwani? Mulihamia wapi? Tulihamia huko juu. Wapi juu wapi? Yenye hata huwezi sema penye mulihamia. Ni wapi? Huko Ansako. Hii network yenu huko ndio inasumbuanga peke yake. Inasumbuana. Hata na mimi nyumba kuingia sikuwa najua network inapotea hivi. Na hata saa zingine unamruhusu anakuja na kutembelea. Mimi sijamkataza. Labda ni venye unajua Haiba ni mtu anapenda kutulia. Ni mtu wa amani. Sasa siku zinasonga, anafuata yeye awe ananitembelea, tunamjua hali yake. Okay. At least tutaongea hiyo story nikifika. Ama wewe unangoja paka nikitaka kuwaona paka nikupigie simu. Sasa mimi ndio itakuwa nawapigia simu mje mnitembelee. Amwezi fikiria tu leo tuende tembelee wazazi nyumbani. Bwana mzee si hivyo. Tutajiconnect. Wenye umekuja hivyo umeambia Haiba anakuja huko. Ama umetoka town ukakuja mmoja. Sijamwambia juu siwezi mpigia simu hadi nikijaribu kupiga. Mimi mamake ananiambia hapa kila mara akipiga simu. Kate. Yes, dad. Hebu kuja nisaidie maji hapa. Mamake amekuwa Unafanya nini hapa? Mimi nimeitwa na baba mkwe. Kwani mnajuana? Baba mkwe? Wewe, hebu ngoja. Babe, unafanya nini hapa? Kate, huyu ndio alikuwa ananiambia? Ndio huyu dad. Nilikwambia. Kate wamjua? Si ndio nilikuwa nasema nilikwambia je Mama Iba. Hapa. Na hizi vitu mimi niliona mwanzoni. Ati nini? Huyu ni bwana ya Iba. Kwani ni sister wa Iba? Wewe unauliza ni sister wa Iba? Usishangae hapa. Baby hizi ni gani? Usishangae hapa ati nini na nini. Nilikwambia. Wewe kijana. Umekutana na Kate mwaka gani ama muda gani? Kate alikuwa majuu.
tulikuwa tunaongea kwa simu. Sometimes alikuwa ananitumia na pesa. Kufungua biashara. Sasa nikuulize, wakati ulijua uko na Kate, ni nini ulitafuta kwa haiba? Kama unajua ulikuwa na haiba, ni nini ulikuwa na sasa masuala gani ulikuwa unasema na huyu mwenzako na unajua uko na mtu tayari? Kati ya Kate na haiba ni msana gani uliotangulia kuwa naye wa kwanza? Nakuuliza, kati ya Kate na haiba msana gani utangulia kuwa naye? Usinikasirishe hapa. Ni huyu mzee. Ni huyu. Na kama ulijua uko na huyu, uko na Kate, ni nini ulikuwa unatafuta kwa haiba? Mzee, kusema kweli relationship ya mbali. Sasa unaona umefanya nini hapa na unaniambia na haiba pia nasikia pia na ujauzito huko. What? Dad. Huyu dada yako shamtia mimba na amemuoa, hata saizi wako karibu kufanya harusi. Ni ukweli. Ni nini naniletea kwa nyumba? Nilikwambia nini? Na hizi ndio vitu zenye mimi sikuwa nataka hapa. Kate, umesema una ujauzito wake? Nina mimba mama. Mwezi mmoja sasa. Sasa hizi ndio gani tena? Ulitaka kutumia usichana wangu, si ndio? Si hivyo mzee, kwenye nafikiri. Kama unajua ulikuanga na Kate, ni nini ulitafuta kwa haiba? Ulikuwa unampanga kwa wanawake wawili na baada una kazi. Kazi ya makao unazalisha nao wanawake wawili. Kuna mzee. Ni nini nawafanya nyinyi vijana? Na mama Kate nilikwambia hizi vitu. Na wewe unajikaza hapa saa hizi. Baba hivyo mimi nilidhani ulidhani nini? Na ni vitu, kuna vitu vingine inafaa unaangalia. Sasa hizi ni nini? Nitatembea wapi sasa? Kijana, nini nakusumbua wewe? Nini nakusumbua wewe? Kama unajua uko na msichana mwingine na tayari saa hizi nilisikia kwamba umepanga mikakati ya harusi, tena uko na mwingine ushamtia mimba. Mwenyewe unajua bado hujajipanga na unafanya uamuzi wa kukuwa na watu wawili. Saa hizi nikiamua sasa ukae nao wote, utawalisha? Tayari ushaniharibia maisha yangu. Nimetoka huko kuja huku tufunge ndoa. Sasa ninapata huko. Ambapo mmekuwa mkiongea? Hadi namtumia pesa, naomba pesa zangu basi. Wewe umekuwa ukitumia pesa? Nilikuwa namtumia dad. Mimi mtoto wangu ameenda kutafuta maisha, kubadilisha maisha yake, wewe anakutumia pesa? Kijana, Usikie mzee. Sasa umetia wasichana wangu wawili mimba. Uko tayari kuwaoa? Ako tayari vipi na amekuwa kama Kate na amekuwa anamtumia pesa? Na mama haiba nilikwambia, ni wale wa mitandaoni hawa. Uko tayari na Kate ndio amekuwa akimtumia pesa. Utakuja kupata hata hizo nguo zenye amevaa ni msichana wangu amekuwa akimnunulia. Sasa utaleaje watoto wawili? Mimi sitalea wajukuu wenye hawana baba. Na Kate, wewe nikuulize, wewe ulienda kufanya kazi kulea wanaume? Sivyo dada. Nilikuwa nataka kufungua biashara, nikikuja kufunga harusi. Umekuwa ukimtumia pesa muda gani? For 6 months. Wewe hizo pesa uko nazo? Sina mzee. Zilienda wapi? Nizitumia. Ulitumia nini? Utatumiaje wakati tulisema tunafungua biashara? Nizitumia na haiba. Si pengine hizo ni pesa ndizo alikuwa anadanganya naye haiba. Haiba anaona ni mtu. Pesa zangu, jasho yangu. Ni wasichana mnanifanyia nini jamani kwa hii nyumba? Hata haiba mwenyewe nilimwambia hakuna kitu yenye mtoto alikosaga kukula kwa hii nyumba. Na mama wewe pia na niliongea na wewe nikakwambia hapa kuna kitu kinaendelea. Wewe unajua kitu gani iliendelea hapa kwa hii nyumba? Huyu kijana nilimshuku sana, wakati wewe umeenda pale unainama kijana anaangalia makalio yako. Kijana, wewe ulikuwa unataka mke wangu pia? Nini ulikuwa unaangalia? Hakuna mzee, hakuna kitu nilio. Alafu unakuja huko unaniambia ati wewe bado uko. Na huyu ndio ulikuwa unataka kutambulisha kwake hapa. Nikikwambia saizi walisha watoto. Mwanzo toka.